Now, this is the current situation at Karura Seventh-day Adventist Church. Washiriki hawa wakidai haki yao, kisa na maana wamefungiwa nje ili wasije wakaingia ndani la kanisa hili. Na serikali hapa, sijui ni serikali imempiga ama ni wao watu wa CKC wamempiga. Sasa hizi tuko na kesi bado uko ndani. Tunataka tuambiwe sisi haki yetu kama Wakristo ni gani? Hii kiwanja iko hapa chini hapa hivi ndiye wanapigania, ni kama wanataka wachenge kitu kama banki hapa ama waweke biashara na licha ilijengwa ni eneo la kuabudia. Hatuwezi fungiwa. Waumini hawa wakilalamika ya kwamba title deed ya kanisa hili imebadilishwa kwa jina ya mtu binafsi. Wanabadilisha title deed, wanaweka tu CKC, kanisa iwe CKC. Mimi naitwa Lilian, ni mshiriki wa hapa SDA Karura. Niko na huzuni moyoni mwangu sana, sababu hii ni kanisa ya kuabudu Mungu, lakini mambo imekuwa ni mingi. CKC sijui kama inataka kutufukuza hapa ndani, sababu ni kanisa letu la kushiriki. Mwaka jana tulikuwa hapa, wanaleta watu wakilima huku kwa ground, hawataki tushiriki huko kama sisi washiriki. Tunauliza kama sisi wana Karura, shida ni nini na sisi kati yetu na CKC? Sababu kila wakati wanaleta shida na sisi. Tunauliza ya kwamba sadaka yetu inaenda CKC, wanadimandi mambo ya pesa kuliko Mungu. Sisi tunataka haki yetu kama wana Karura. Tunataka tutetewe. Hii ground wanataka kuichukua, wanaichukua waifanyie nini? Sababu ni ground ya kanisa. Hii kanisa imekuwa ni miaka mingi sana. Sisi ni wachanga lakini tumekuta hili kanisa. Mimi kama mshiriki, niko mshiriki wa hili kanisa miaka saizi ni miaka 8. Wana CKC nataka kutunyang'anya. Kila wakati inakuja hapa ikitufukuza, ikitupiga na tunarushwa nje. Kama saizi elda wetu amepiwa na serikali hapa, sijui ni serikali imempiga ama ni wao watu wa CKC wamempiga. Sasa hizi tuko na kesi bado uko ndani. Tunataka tuambiwe sisi haki yetu kama Wakristo ni gani? Tuambiwe Wakristo sisi tunataka tuabudu wapi? Tukikuja hapa kila wakati ni furugu. Wanatufuruga, wanatupiga. Sisi hatuna haki kushiriki kama washiriki wa Karura. And for Lord. Hatutaki kila wakati tunakuja huku tunashinda tukipigana na hawa watu. Watuelekeze vizuri. Kama ni uwezo, sisi hawatutaki hapa ndani, ni wao hatuwezi taka hapa ndani. Watafute pahali wanaenda, wafanyie kazi yao, watuache kama kanisa. Na ni hayo tu machache. Majina naitwa Robert Obonyo, mmoja wa wazee wa kanisa hili, na nilikuja kanisa hili la Karura mwaka wa 1995. Hadi sasa mimi bado ni mshiriki. Mambo ambayo yanayotokea leo kwangu mimi kama mshiriki yanakaa kama ni mambo ya kustua na ni mambo ya kunishangaza. Maana kanisa hili limekaa likielewa mipaka yake. Ofisi hii imekuja baada ya kanisa hili kuwepo. Mwanzo kabisa kanisa hili lililetwa na wamishonari ambayo hivi sasa wamelala, 3 wamezikwa hapa. Lengo la wamishonari lilikuwa Injili. Kisha baadaye kanisa ilipokuja, shule ilipokuja ikaja, kisha hospitali ikaja. Na kazi hiyo ndiyo imekuwa lengo la kanisa hili linaloitanishwa na ya Kiadventista. Sasa historia fupi ni kwamba tumekuwa tukiendelea vizuri, tukielewa mipaka yetu kama kanisa na mipaka ya ofisi. Kuanzia mwaka wa 2016 ndio zogo hili lilipoanza, kwamba wakati ofisi ilipochukua mamlaka ya kwanza kukata miti iliyo katika uwanja mteule unaoitwa Maranatha. Ilipoanza kukata miti kama kanisa tuliweza kuingia ndani na tukasimamisha jambo hilo kutoendelea. Tulipokuwa pale katika serikali ya Gigiri Divisional Headquarters tuliweza kuandikisha statement pamoja na ofisi hii
na ile statement iliyoandikwa mwaka huo ilikuwa kwamba mtu yoyote asiweze kuingilia eneo lolote la mwingine bila mawasiliano ya kuelewana kati ya sehemu hizi mbili, kanisa na ofisi. Na mimi ni mshiriki na wengine, kufuli ziko hapa, serikali iko hapa kama polisi, na rada security imeletwa kwa uzito ikaongezwa, wale wengine ambao ni wachache wameongezwa wengine. Swali langu kama mshiriki, kosa nililofanya ni gani la kutoingia katika kanisa ambalo ninashiriki kwalo? Msimamo wetu ni kwamba kanisa hili ni la Mungu, si la mtu, liweze kufunguliwa ili kila mwenye dhambi, mtu yoyote aliye na haja ya kumuona Mungu aingie alilie Mungu wake kanisani. Mipaka iliyo ya ofisi hiyo iweze kubaki mipaka, lakini kanisa ifunguliwe na viwanja vyake viweze kuheshimiwa, kazi ya Mungu iweze kuendelea hadi tuweze kupata suluhu. Hatungependa kuingia kwa njia ya media, ni kwa sababu suluhu katikati yetu kama Wakristo wa Adventista imekosekana, na sasa kwa sababu sisi ni baadhi ya serikali tunaingia katika njia kama hizi, tuone kama jambo hili linaweza kutatuliwa, na tuna imani kwamba linaweza kutatuliwa hivi karibuni. Wa Joseph Nyaema Nyalibali, mimi ni mshirika wa kanisa la Seventh Day Adventist. Washirika ndio wanatoa ile tithe and offering, ile wanalipwa. Sasa ile msosana wako naye, viongozi wamechaguliwa wa Seventh Day Central Kenya Conference, ni msosano ni kama kana kwamba sasa wameacha kumtumikia Mungu ama kutumikia neno. Now, that is the current situation at Karura Seventh Day Adventist Church. Swali ni je, ni kutumikia Mungu ama ni kufurugana kati ya watumishi wa Mungu? Let us meet in the comment section so that we can interact more and more and more and more. Toiko tujui kama itafika maelewano ama, lakini msoso pato ndio naona ni kama imesika moto. Kwa majina yangu naitwa Masrin Mandari, mimi ni mshirika wa Karura SDA Church. So tuliambiwa ya kwamba tukuje tufanye usafi kanisa letu. Tukakuja asubuhi maombi, kukuja hapa vijana wetu wa Karura wakafukuzwa na elda wetu Joseph Ogindo akaweza kukwaruswa hapa. Sasa anapokea matibabu, wamefunga geti ya kanisa, wamefunga kanisa na kufuri. Hata tukiwaambia tuende kujisaidia kwa choo hawataki, wanatufukuza. So tunashindwa tufanye nini, na tunatetea haki yetu, na sisi shamba zi yetu, wala tunatetea haki ya kanisa. So tunashindwa, hao viongozi wanatueleza nini na tunaelekea wapi, na watupe mwelekeo. Wafukuzwa watu, jamani, tunahubiri nini?